ni mtoto wa Mungu. Yohana anasema hata kama haijadhihirika bado utakavyokuwa, wewe elewa hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema haijadhihirika, lakini elewa hivyo hivyo kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tutaangalia tukimsema hivi, hatari ya kutokuitunza thamani ya wokovu. Hatari ya kutokuthamini kile ambacho Mungu amekupa. Hatari ya kutokutunza thamani. Tulisema thamani ni kitu ambacho wewe mwenyewe huelewi, hata kama umekipata ni kwa kukitabikia, ama wakati mwingine hukustahili kukipata lakini umekipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha thamani mara zote kinalindwa, kinatunzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinalindwa. Tuliulizana maswali mengi kwamba wewe kitu cha thamani kwako sana ni kipi? Wakati mwingine ni ndoa yake, familia yake, mwingine mke wake, mwingine mume wake, mwingine. Lakini huu wokovu ni zaidi ya mume uliye naye, huu wokovu ni zaidi ya mke uliye naye, huu wokovu ni zaidi ya watoto ulionao. Yaani thamani au wokovu, hii thamani au wokovu ni zaidi ya vingine vyote ulivyonavyo. Sasa hatari ya kutokutunza ama kulinda thamani ya wokovu. Uone ile jamani, Yuda, kitabu cha Yuda hiki tunakisahau. Ile sura ya kwanza ile. Kama hivi Yuda ina sura ngapi? Ina sura 3 si 4. Wanasando wangu Yuda ina sura ngapi? Wanasande. Nakakwambia 4. Iko moja tu hiyo. Mwanangu Joeli, naomba usome hapo ulipo. Joeli Muhina. Nafurahi kuwepo Joeli mahali hapa. Haleluya. 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 Waraka wa Yuda. Kwa ajili ya watumishi wako. Baba, tuko mbele zako. Wewe ni Mungu, sema nasi. Tuhudumie, tutayari kusikia kutoka kwako. Maana ni Baba unayetupenda na unatuwazia yaliyo mema. Unataka tutembee katika kweli yako na katika njia yako ya haki. Ni kwa utukufu wa jina lako naomba nikishukuru. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kutunza thamani ya wokovu tulionao. Kutunza thamani ya wokovu tulioupata. Kutunza kile ambacho Mungu ametupa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tuliona namna ya kutunza, namna ya kulinda. Tuliangalia namna ya tukaona utakatifu inawezekana. Kwa sababu Biblia yenyewe inatuambia kwamba kwenye ile Zaburi 16:3 anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora kuliko waliokufa, walioko duniani ndio walio bora. Bwana tusaidie sana. Kwa tukaona kumbe mtu aliye hai ndiye anayeweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana tusaidie sana. Wewe ndiye unayeweza kufanya maamuzi ya kumfuata Yesu au kutokumfuata Yesu. Uliye hai na kuishi maisha matakatifu inawezekana. Na kama kuokoka ni baada ya kufa, maana yake utakatifu ni baada ya kufa, kitu ambacho hakipo. Anaweza tusaidie. Anaweza tusaidie. Lakini pia tunaposoma hapa, tunaona hawa watu, wana wa Israeli walikombolewa wote kutoka kule Misri, wakaokolewa, wakaianza safari. Walipoianza ile safari, kwao haikuwa nyepesi wakati mwingine, lakini waliahidiwa nchi ya ahadi, kwamba pale ndipo mtakapokwenda kupumzika na kwenye ule mji mtamiliki, mara pale mtatawala. Lakini hapa huyu Yuda anatukumbusha juu ya hawa watu kwamba hawakulinda imani yao, hawakusimama. Jumapili hapa baba alizungumza na sisi kwa habari ya kulinda, kuitetemelea, kuitunza hii imani ya wokovu tulionayo. Na kwamba imani yetu itasababisha wengine kuponywa, imani yetu itasababisha wengine kufunguliwa. Bwana tusaidie sana. Lakini tunarudi hapa kwamba hawa watu hawakuilinda, hawakuitunza. Mwisho wake wakajikuta wakaishia jangwani. Jamani, Mungu akisema amesema. Bwana tusaidie. Watu tunasemaga Musa aligeuza maamuzi ya Mungu. Aligeuza maamuzi ya Mungu, lakini angalia walioingia kule Kanani ni wangapi? Ni wakati. Mungu akisema hajipingi. Nataka nikwambie wewe, fuatilia.
alisema Musa, hawa watu sasa naona mioyo imekuwa namna gani, hawa watu naona nitawafutilia mbali, nianze moja. Yaani kilichobadilika pale ni kwamba tu hakutoa kwenye uzao wa Musa peke yake, lakini aliwafuta. Tunaona aliyeingia kule ni mtu wawili tu, Kalebu na Joshua, ambao walitoka, wanaweza akaisema habari ya Misri na wanaweza akaisema pia habari ya Kanaani. Ndio walioiona safari yote, lakini wengine wote walipukutika, waliishia njiani, hawakufika kule ambako walikusudiwa. Lakini na sisi leo tunaona nini? Ni kweli tumeokoka, na sasa hivi wokovu imekuwa ni fashion. Kila mmoja anasema nimeokoka. Ukienda unasema nimeokoka. Yaani nimeokoka kamekuwa ni kama kafasheni fulani ambako sasa tunatembea nako. Nimeokoka. Wanaweza tusaidie. Kwa hata wewe mwenyewe, hiyo nataka nikukumbushe kwamba ninazungumza na mtu aliyeamua kubadilika, mtu aliyeamua kumfuata Yesu, mtu aliyekusudia kwenda mbinguni. Sisemi na walokole wa China. Sizungumzi nao. Wewe kuna watu, yaani yeye ni yule yule, jana ni yule yule, kesho ni yule yule, asiyebadilika. Huyo mimi sidili naye. Wewe uliyedhamiria kwenda mbinguni ndiye anayezungumza na wewe kwamba kuirinda, kutunza thamani ya wokovu, kwamba ulinunuliwa si kwa vitu viharibikavi, ni kwa damu ya Yesu Kristo, ya mwana kondoo aliye hai. Si ndio anavyotuambia pale huyu Petro kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavi. Hii damu ya Yesu Kristo ni tofauti na damu ya mnyama, ni tofauti na damu si ya watu na damu, ni tofauti na hapana. Wewe ulikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani kwa sababu ulinunuliwa si kwa vitu viharibikavi. Kwa sharti ya kutunza wokovu ni kutembea na huyu Yesu, kuhakikisha unamuona Mungu kila itwapo leo. Jamani, Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Na hawa malaika, ukisoma mstari wa 6 unaona anazungumza habari ya malaika ambao hawakuilinda enzi yao. Malaika kama walikataliwa, malaika na hawana nafasi ya kutubu. Wewe una nafasi ya kutubu, ya kutengeneza kile itwapo leo. Una nafasi kwamba Yesu, angalia ukurasa wa moyo wangu. Ninaenda wapi? Nimetoka wapi? Na hapa nilipo ninaelekea wapi? Yesu nisaidie. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie sana. Nimesema sihangaiki na walioikana, wengine ni wale. Sisi tulioitwa kutoka kwenye kuabudu miungu ya mababu, tulioitwa kutoka kwenye kuabudu sanamu, tulioitwa kutoka kwenye matusi na masengenyo, tulioitwa kwenye uovu ule mwingine, tukahamishiwa tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Tusiyarudie yale tena. Ni hatari. Yuda alitembea na Yesu, alikula na Yesu, alishuhudia matendo makuu ya Mungu, lakini hakuingia mbinguni. Unasema umeshamhukumu. Si alijinyonga? Alizulumu nafsi yake mwenyewe akajiua? Sijamhukumu. Alishindwa kulinda enzi yake pamoja na uwepo wa Mungu na nguvu ya Mungu aliyotembea nayo, lakini hakuona uthamani. Kama ilivyo mwana Shalom, unaweza usione uthamani wa ibada zilizoko mahali hapa, usione uthamani wa wewe kukutanika, usione sababu wewe kila siku kuhudhuria, lakini iko nguvu ya ushindi kwenye ibada mahali hapa, iko nguvu ya uwezesho, iko nguvu ya kuinuliwa, maana tumemshuhudia Mungu akitenda, akijibu, akifanya tunapoomba. Yeye ni Baba anaituka. Haleluya, haleluya. Ijumaa nishuhudia hapa kwamba tuliomba kilabu kikaangukia watu, hata kama wakufa kila kajua Mungu yupo. Tukahamisha, manake wakaenda mbali na sisi. Tuliomba hata mahali hapa, kuwepo kwetu mahali hapa ni muujiza. Tuliposimama mahali hapa tukamsifu Bwana, Bwana akatuachilia mpaka leo tuko mahali hapa. Sasa leo ukilala tu, usipotumika, ukabaki upo kama upo, aise wewe ni hasara kwako. Yesu akukute uko kazini. Yesu akukute unapambania ufalme wake. Yesu akukute unasonga mbele. Moja, ni jambo la hatari. Ni hatari kutokulinda. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Haleluya. Kwa nini tulinde?
Hii kwenye Waebrania sura ya 2 na ule mstari wa 3. Waebrania. Haleluya. Sura ya 2 mstari wa 3, kianzia mstari wa kwanza pale, wala utakuja potee. Tutapataje kupona? Sasa tusipoujali wokovu mkuu namna hii, Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa karama za Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Bwana Yesu usaidie sana. Yako matendo makuu, kazi kubwa ya Mungu anayoifanya kwetu. Yako Mungu mambo anayotushindia, anatuvusha, anatupeleka hatua moja kwenda nyingine. Tunapomwomba anajibu, anatenda. Ni mwaminifu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sema sisi je, tutapataje kupona? Tukiupuuza huu wokovu, tukipuuza hii neema, tukipuuza huu uwepo ambao Mungu ameachilia kwetu, tutapataje kupona? Hebu hesabu, fanya kalkulate nani hapo. Kwamba toka umeokoka mpaka hapa ulipo ni hatua, ni kitambo. Alafu piga tena mahesabu ya wewe mwenyewe kwamba hapa ulipo na huko uendako kuna umbali gani. Haya, jikadirie mwenyewe kwamba Mungu ananipa miaka 20 mbele. Jikadirie mwenyewe kwamba Mungu ananipa miaka 30 mbele. Jikadirie mwenyewe kwamba Mungu ananipa miaka 40 mbele. Wengine wa miaka 50 60 huko Mungu atawapa mpaka hata 100 mkifika. Asante Yesu. Lakini je, kwenye miaka hii peke yake hii uishi unavyotaka, utembee unavyojisikia, ufarakane na huyu Yesu, ukaangukie kwenye jehanamu ya moto wa milele? Si jambo la huzuni, si la kutisha, si jambo la kusikitisha. Umeokoka, umejibanabana, umejilindalinda, yaani hapa napenda tukakufuatafuata, tukakusema Bwana tengeneza hapa, Bwana fanya hapa, alafu uangukia mikononi mwa shetani. I say, ni jambo la kutisha. Sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii ambao ulinenwa ukathibitishwa? Huyu Waebrania anayafunua mambo ambayo yalinenwa kwenye Agano la Kale, yalitembea pale. Anakuja anaangalia watu wamekata tamaa, wamevunjika mioyo, hawaelewi waanzie wapi wala waishie wapi. Wamerudia ibada zao, wamerudia mambo yao, wamerudi walikotoka. I say, rinda thamani ya wokovu ambao Yesu amekupa. Haukuupata kwa mwansiange, haukuupata si kwa mwakitu, haukupata, hapana, umeupata kwa Yesu mwenyewe. Ili mgharimu Yesu mwenyewe uhai wake kwa ajili yako. Imani yako makafara yanafanyika. Wanafanya makafara kwa damu, wanafanya makafara si damu ya mnyama, si ya kondoo, si ya mbuzi, lakini pia mengine yanafanyika makafara ya damu za watu, wakati mwingine ili kukuinda tu lakini Yesu, ile damu ya Yesu sio kuwa na hatia ilipomwagika msalabani, ambayo hata leo inaishi, ambayo hata leo ni ondoleo la dhambi, ambayo hata leo ni uponyaji, ambayo hata leo ni ufunguo wa laana na mikosi ya adui shetani. Ndio maana unapompata Yesu vifungo vinaachia, laana zinaachia, kazi za shetani zinaachia. Wakati mwingine unajihisi kama umekataliwa, ni kwa sababu tu unapuuza mambo madogo madogo yananyonya kiroho chako. Usizoelee wokovu, usizoelee wokovu. Ile sura ya 10, Waebrania sura ya 10 na ule mstari 31 anasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha, ni fadhaa, ni aibu. Kweli nilipiga step, niliongoza watu, niliimba, nilihudumu, lakini ukaangukia mikononi mwa adui. Ziko rehema za Mungu kwako leo. Mimi sijui, lakini wewe unayejijua. Mimi sifahamu, wewe ndiye unayefahamu. System ya maisha yako, connection ya wewe na Mungu wako. Hakukuokoa mtu, aliyekuokoa ni Yesu.
Alitupa kusema neno, tukalisema neno, ukampokea Yesu. Kaa na huyo Yesu ndiye anaye mbele. Songa nao Yesu mbele. Mshike, mwambie Yesu, niliyekuamini, niliyekupokea, nikaambiwa nimesamehewa dhambi. Yesu nisaidie. Nifike kwenye ahadi yako, nifike kwenye kusudi lako, nifike kwenye tumaini lile ambalo Bwana umekusudia. Nikuone wewe Yesu, nikuone wewe Yesu. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie. Yuko Mungu katikati yetu. Yuko Mungu juu ya maisha yako, na hapendi upotee. Na ndio maana hiyo Waebrania sura ya 10:31 anatuhimiza kwamba ni jambo la kutisha, ni jambo la aibu binti kuishi maisha ya kwako mwenyewe. Usiifanye ibada ni sehemu tu, ama wokovu sio kichaka. Kubali kumfuata Yesu na yeye atakuwa mwaminifu kwako, maana hajawahi kuacha watu wake na wala hajawahi kupungukia. Inaomba usimame. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Simama mara ulipo. Yuko Mungu mwenye nguvu na enzi yote. Haleluya. Haleluya. Ule mstari wa 7 wa Waebrania sura ya 3 anasema, kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu leo, kama mtu ataisikia sauti yake. Mstari wa 8 hata msifanye mioyo yenu kuwa migumu kama wakati wa kuasi, siku ya kujaribiwa katika jangwa. I say, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Ni wewe na Mungu. Malizana na Mungu aliyekuokoa, aliyekuita. Sio maigizo tunayoyafanya mahali hapa. Maadamu umeamua kuingia ndani ya malango hii, tembea. Tembea. Mwambie Yesu, ninakutaka wewe. Yesu nisaidie. Anasema ni heri kama utaisikia sauti ya Bwana, ukatii na kuanza upya na kusema, Yesu nitembee na wewe, nihudumu na wewe, niwaambie wengine. I say, wewe utakuwa salama. Nje na hapo hauko salama. Tumetoka mbali, umetoka mbali, unakoenda ni karibu. Haujui leo yako, haujui kesho yako. Wewe unayejua ni sasa, ni wakati huu ambapo ndipo unapojijua. Lakini kesho yako itakuwaje? Maisha imekuwa, shetani anasaga meno, anasugua meno, anatafuta mto mmezi kwa mambo madogo madogo unayoyapuuza.